Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii session nataka nizungumze na wewe kuhusu maamuzi 7 ya msingi kuhusu kesho ya mtoto wako yanayohitaji usimamizi wako wa karibu. Maamuzi 7 ya msingi kuhusu kesho ya mtoto wako yanayohitaji usimamizi wako wa karibu. Unapokutana na mtoto yoyote aliyefanikiwa maishani, tambua kwamba nyuma yake kuna mfumo wa malezi uliofanikiwa. Nyuma yake kuna wazazi, kuna walezi na kuna familia iliyofanikiwa kumlea. Kwa asilimia kubwa, maisha ya mtu yanaamuliwa na aina ya familia anayotokea, aina ya malezi anayokutana nayo. Ndiyo kitu kinachoamua mtu atakuwa nani, mtu atakuwa nini, nini anaweza kufanya kwenye maisha na nini hawezi kufanya. Na kosa kubwa ambalo wazazi na walezi wamekuwa wanalifanya ni kuruhusu maamuzi ya maisha mtoto kuamuliwa na dunia. Wameruhusu sana mifumo ya elimu kumchagulia kozi na taaluma atakayosoma. Wameruhusu sana viwango vyao vya maisha, umaskini wao kutengeneza ukomo kwenye maisha ya watoto. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kijana maisha yake yote maamuzi yalifanywa nje ya familia. Hajapata kile alichokuwa anakitaka, amepata kile ambacho maisha yamemuonyesha anastahili kuweza kukipata. Wazungu wana msemo mmoja huwa wanasema we make our decisions and our decisions made us. Kwamba maamuzi tunayofanya leo ndiyo ambayo yanaamua kesho yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana mzazi, walezi na familia kuweza kuintervene kwenye maisha ya mtoto ili kushiriki mchakato wa yeye kufanya maamuzi. Lazima muweze kumsaidia huyu mtoto aamue nini anakuwa kesho. Muweze kumsaidia aweze kupata picha yeye atakuwa kitu cha namna gani. Aweze kuona kufanikiwa inawezekana. Aweze kuona kuwa mtu mkuu na mtu mwenye matokeo duniani inawezekana. Ni ngumu sana mtu wa Mungu, mtoto wako akawa anapata picha ndani ya moyo wake nini anaweza akawa kesho, alafu leo akaharibu. Leo akafanya mzaa, leo akacheza darasani, leo akaacha kusoma kwa bidii. Ni ngumu sana. Mara nyingi unapokutana na watoto ambao wamemess up kwenye masomo, wamemess up kwenye maisha, wameishia kwenye addiction, wameishia kwenye ulevi, wameishia kwenye magereza, mchakato wa kufanya maamuzi ulianza kufeli tokea wakiwa nyumbani. Kwa hiyo yako maamuzi 7 ya msingi. Na kwenye hii session nataka sasa niweze kukuonyesha. Maamuzi ya kwanza ni kuhusu hatima yake. Lazima mtoto wako aweze kusaidiwa kuweza kuamua kesho anakuwa mtu wa namna gani. Unajua unaweza ukachukulia huyu mtoto wako mwenye miaka 7, miaka 8, miaka 9, miaka 10 ni mtoto mdogo. Lakini believe me, sio mdogo hivyo. Kwa kasi ya ukuaji wa sasa hivi, kwa kasi ya teknoloji iliyopo, mtoto wako ni mkubwa kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo lazima uanze kupanda mbegu ndani yake. Kesho anataka kuwa nani? Lazima ndani ya fahamu zake iweze kuingia picha yeye anakuwa mtu wa namna gani kesho. Anaenda kuwa nani? Atakuwa daktari, atakuwa engineer, atakuwa kiongozi, atapenda kubelong kwenye ulimwengu gani? Kwa hiyo lazima uweze kushiriki huu mchakato wa kuingiza picha fulani ndani ya moyo wake. Hii picha ya anakuja kuwa nani ndio itakayombadilisha darasani kusoma. Hii picha ndio ambayo itampa nidhamu, itampa bidii na itampa wajibu wa kuweza kujiepusha na makundi mabaya. Ni ngumu sana kukuta mtoto ambaye ana ndoto kubwa akafanya uzembe. I do remember well na mdogo wangu ambaye ndoto ya maisha ilifanikiwa kupandwa kwake mapema. Huyu dogo alikuwa na bidii ya kusoma to the level sisi tukawa tunamshauri sasa imetosha, utaharibu afya kwa kupenda kusoma. Ndoto yake ilikuwa nataka niwe daktari bingwa kama Ben Carson. Alifanikiwa kusoma vitabu vya Dr. Ben Carson akiwa mdogo, kwa hiyo akawa inspired na ile ndoto. So ni muhimu sana kuweza kumtengenezea mtoto wako picha ya hatima. Jitahidi kama mzazi kuweza kuanza kugundua interest za mtoto wako mapema. Nitakuja kufundisha somo hapa jinsi ya kuweza kugundua kipaji au interest za mtoto wako ili uweze kumuelekeza kwenye njia
anayotakiwa kupita. Moja kati ya kosa kubwa wazazi, familia, taifa tumefanikiwa kufanya hasa Afrika ni kufeli kugundua interest za watoto wetu. Tumekuwa tunawapeleka watu kwenye vitu ambavyo havipendi. Unakuta mtu ana stick miaka 10, miaka 15 shule anasoma kitu ambacho sio interest zake. Kwa hiyo jambo la kwanza unaotakiwa kama mlezi, mzazi, familia ni kumsaidia mtoto wako kutengeneza picha ya hatima ndani yake. Lazima uweze kumsaidia kuweza kutengeneza imani kwamba anaweza akavuka mipaka ya maisha ya wazazi. Ili mtoto wako aweze kuvuka maisha ambayo baba yake aliishi, ili mtoto wako aweze kuvuka maisha ambayo mama yake ameishi, avuke level ya familia, avuke level ya jamii, avuke level ya mtaa, awe mtu mkuu, awe mtu wa kimataifa, lazima aanze kuwa na picha ndani yake mapema. Naamini kabisa kwamba inawezekana kuwa mtu mkuu, inawezekana mimi kuwa kiongozi, inawezekana kuwa mimi mfanyabiashara, inawezekana mimi nikafanikiwa na nikawa somebody kwenye haya maisha. Haswa ni muhimu sana pale ambapo mtoto anakuwa ametokea kwenye familia duni, ametokea kwenye familia ambayo imefeli, ametokea kwenye maisha ya kawaida. Ni lazima kuweza kupanda hii mbegu ya ukuu, na sio kuipanda, actually ni kuiamsha, kwa sababu mbegu ya ukuu iko ndani ya mtu. Mara zote unachotakiwa ukifanya kwenye kumtengenezea hatima mtoto sio hata kumpandikizia kitu anachoweza kuwa, ni kumexpose kwenye mazingira ili aweze kukutana na kitu kikubwa. Ule ukuu ndani yake uitike. Ukiitika, yeye mwenyewe anaanza kufuata kile kitu, kwa sababu amegundua kwamba this is me. Jambo la pili, maamuzi ya pili ambayo unatakiwa kumsaidia mtoto wako kuweza kufanya ni maamuzi kuhusu taaluma yake. Maamuzi kuhusu taaluma. Tumeshuhudia mtu wa Mungu mara nyingi sana, mtu anapoteza miaka mingi shule kusoma kitu ambacho hakipendi. Mtu anachagua fani ambayo mwisho wa siku anasema sio interest zangu, sitaitumia. Taaluma ni nini? Taaluma ni kile ambacho kinatengeneza njia ya mtu atakayokuja kuishi kwenye kazi. Taaluma ndio hicho kitu. Wakati picha ya hatima inamuamulia mtoto wako nini atakuwa baadaye, taaluma inampa steps za kuweza kupita. Hauwezi ukasema mtoto wako anachagua na ana ndoto ya kuja kuwa kiongozi, alafu akatengeneza taaluma kwenye mambo ya kilimo au bwana mifugo. Ni kweli inawezekana akaja akawa kiongozi, lakini potential ya kufikia uongozi wa kiwango cha juu haiko kwenye haya masomo. So taaluma inahusu masuala mazima ya masomo anayochagua. Lazima uweze kumonitor huu mchakato mzazi. Mimi nilikuwa shule and I do remember asilimia kubwa tulichagua kozi tulizoenda kusoma kwa msukumo wa marafiki. Nakuta fulani na fulani wameenda biashara na mimi naenda biashara nisipoteze marafiki zangu. Lakini mwisho wa siku mtu unakuja kujiuliza, is it really nahitaji hiki nilichosoma? Unagundua sikukuhitaji. Na mbaya zaidi, kadiri ambavyo unaendelea juu, ile scope yako ya kufanya maamuzi inakuwa narrow. Mtoto kwa mfano akichagua kozi ya biashara akiwa form 3, form 4, akasoma biashara, ni ngumu sana akaja akatoka akasema tena nina ndoto ya kuja kuwa daktari, kwa sababu alishaachana mambo ya science. Kwa hiyo jitahidi kama mzazi kuweza kumonitor hatua kwa hatua masomo ya mwanao. Jitahidi kuweza kufuatilia progress yake darasani. Jitahidi kumwangalia anapendelea nini. Jitahidi kumtia moyo kwenye haya masomo ambayo anaendelea kuyasoma, na uweze kumwelekeza kwenye kitu ambacho anatakiwa kuweza kukifanya. Ni hatari sana na ni hasara kubwa mtu kupoteza muda kusoma kitu ambacho hakimsaidii. Nimeshakutana na watu wengi, unakuta amesoma miaka mingi, then anakuja anakuambia sasa baada ya kumaliza degree na nataka nianze kusoma nilichokuwa natamani kufanya. Unajiuliza, hii miaka yote aliyopoteza shule, faida yake ni nini? Pesa zote zilizopotea, faida yake ni nini? Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, sio kweli, sio sahihi, na inawezekana tukasolve upotezi wa muda usiokuwa na ulazima. Actually, kinachosababisha watu wengi kuja njia zao za uchumi kufunguka wakiwa kwenye miaka 30 na kuendelea ni kwa sababu ya kuchelewa kujipata taaluma zao. Ni kwa sababu ya kuchelewa
kutengeneza combination za masomo zinazoendana na vile vitu ambavyo wanapenda kubelong na kuvifanya hapa duniani. Kwa hiyo wajibika kama mzazi. Kama haujui hivi vitu unaweza ukajifunza. Uzuri sasa hivi tuna wataalamu wengi wa masuala ya elimu, wanaweza wakakusaidia, wakakuelekeza jinsi ya kuweza kujua kumuongoza mtoto wako. Mzazi, naomba unielewe vizuri. As long as umepata neema ya kuweza kunisikia kwenye hii session, ninazungumza na wewe, una wajibu wa kufanya kitu cha tofauti kwenye maisha ya mtoto wako. Yamkini haukufanikiwa kusoma sana, lakini kwa msaada wa hii mitandao ambayo iko sasa hivi, msaada wa wataalamu ambao wamejaa kwenye mitandao na wanapatikana Tanzania, unaweza ukapata idea ya kujua jinsi gani unaweza ukamuongoza, ukajua mpaka utakapomuongoza mtoto wako kwenda chuo. Ni muhimu sana mtoto wako akapata muongozo wako kama mzazi, hatua kwa hatua, ili aweze kufanikiwa. Maamuzi ya 3 unatakiwa kuweza kumsaidia ni kufanya maamuzi ya kufanikiwa. Mtu wa Mungu, naomba unielewe, mafanikio sio kitu cha bahati nasibu. Mtu anaweza akapoteza pesa na akafilisika kwa bahati mbaya, lakini toka nizaliwe sijawahi kusikia mtu amefanikiwa kwa kubahati nasibu, kwa kubahatisha. No, mafanikio ni kitu kinahitaji uwe very calculated, kinahitaji uwe very detailed, kinahitaji uwe very planned, very organized ili kuweza kukipata. So hakikisha unamsaidia kwanza mwanao kufanya maamuzi ya mafanikio. Haswa kama mtoto wako anatokea kwenye familia kama tulizotokea sisi, familia za kawaida, familia ambazo maisha sio mazuri sana, lazima kwanza aanze kuamini kufanikiwa inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu mazingira anayotokea yanakinzana na mafanikio. Hali ya maisha anayokutana nayo inakataa kwamba inawezekana ukawa na nyumba yako, ukamiliki gari, ukasomesha watoto na ukaishi maisha mazuri. So kitu cha kwanza unachotakiwa kuanza ni kupanda hiyo idea kwamba inawezekana ukafanikiwa. Niliwahi kusikia story ya mtumishi wa Mungu Bishop Jakes. Anasema baba yake alikuwa anawachukua yeye na kaka yake na dada zake, anawapeleka mitaa ya matajiri, anawaonyesha, anamwambia, mnaona hizo nyumba, mnaona haya maisha, mnaona watu wanavyoishi, hivi vitu vyote mnaweza mkaja kuvipata as long as mmeamua kufanya kazi kwa bidii na kuwekeza na kumwamini Mungu na kujituma. Hivi vitu mnaweza kuvipata. Naomba nikwambie kitu. Mtoto yoyote anamwamini mzazi kuliko kitu kingine chochote. Ndio maana unaweza ukaona watoto wadogo huwa anaweza akasema, baba ukirudi niletee ndege. Sio anatania, anamaanisha. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaamini baba yangu anaweza akaniletea ndege. Baadaye akaleta ndege akaipaki hapo nyumbani, afu ikawa ndege yetu. So tumia hiki kitu cha mtoto wako kuweza kukuamini kwa kupanda mbegu. Namwambia, mwanangu, wewe una akili, wewe una uwezo, unaweza ukafanikiwa kupata pesa, kuwa tajiri, kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa msomi aliyefanikiwa, kuwa engineer, kuwa mtu mkuu. Inawezekana. Mwanangu, unaweza, una akili, una uwezo. Unajaribu kumzungumzisha hivi vitu, anajenga mtazamo, anajenga imani. Naomba nikwambie mtu wa Mungu, mtoto yoyote anakuwa mtoto asiyeweza kuzuilika huku duniani kwa sababu ameaminiwa na wazazi. Trust ya wazazi inakuza mtoto kuliko vitu vingine vingi ambavyo wewe unaweza ukavijua. Mtoto wako akiaminiwa na walimu, akiaminiwa na marafiki, haina nguvu sana kama wewe atajua ndani ya moyo wake unamwamini. Do you know kwamba mtoto wako anaweza akajitunza, akajiheshimu, akajipigania, akapambana, asifanye ujinga wowote kwa sababu tu anajua nina trust ya mzazi ambayo sitaki kuibetray. So hakikisha unamtengenezea hii picha. Ajue kwamba unaamini atafanikiwa. Ajue kwamba unaamini atafaulu. Ajue kwamba unamtarajia awe mtu mkuu hapa duniani na unajivunia yeye. Uone jinsi ambavyo mtoto wako atawajibika kufanya vitu vikubwa na kukuletea matokeo ambayo haujawahi kutarajia anaweza yakatoka kwake. Kitu cha pili, hakikisha unamtia moyo sana kwenye hiyo ndoto. I know kuna times anaweza akajikuta ana fall short, anapata matokeo ambayo alizishi, anakutana na vitu ambavyo kama vinamkatisha tamaa. Ni jukumu lako kama mzazi, pamoja na kwamba unamuombea sirini, lakini unakuwa unamtia moyo. Naambia, mwanangu, inawezekana. Mchakato wa maisha ni hatua kwa hatua. Piga hatua polepole,
Jitahidi siku baada ya siku, improve na uweze kufikia kule. Alafu kitu kingine, hakikisha unampa msaada. Ndio unaweza ukamnunulia vitabu, ukamsaidia kuweza kupata exposure, ukamtembeza akaenda sehemu akakutana na watu wa maisha tofauti, akakutana na watu ambao wamefanikiwa, akakutana na watu ambao anaweza akaona kesho yake kwenye maisha yao. Mtu hawezi kuwa na ndoto kwenye kitu asichokiona. Ndio maana watu wote ambao wameishi maisha ya vijijini, ukimuuliza ndoto yake ya maisha, atakusimulia vitu vinavyofanana na kijijini. Ila siku akitoka akaenda mjini, akakutana na maisha mengine, anaanza kupata picha tofauti. So hakikisha unampa nafasi mtoto wako ya kupata exposure, ili aanze kuona maisha kwa utofauti yanaweza yakaweje. Maamuzi ya 4 yanayohitajika kwa mtoto wako ni maamuzi kuhusu mahusiano, ndoa na familia. Familia, ndoa na mahusiano ni vitu vya msingi, na hakuna namna mtu yoyote atafurahi kufeli kwenye hivi vitu. Kwanza hivi vitu unatakiwa kujua vilianzishwa na Mungu, na ni mapenzi ya Mungu kila mtu aweze kufanikiwa kwenye mahusiano, ndoa na familia. Ni muhimu sana mtoto wako kufanya maamuzi na kumuongoza, kutengeneza mtazamo, kutamani na kutaka, haswa inapokuwa ametokea kwenye familia iliyofeli. Mtoto wako kama ametokea kwenye broken family, ametokea kwenye single parent family, ametokea kwenye familia zenye migogoro, ametokea kwenye vitu ambavyo havifurahishi, mtazamo wake wa ndani ni contra deal na mafanikio kwenye hivi vitu. So hakikisha unamtengenezea mtazamo. Kwanza ajue swala la kuwa na familia, swala la kuwa na ndoa na kuwa na mahusiano mazuri ni mapenzi ya Mungu. Mtengenezea mtoto wako asitamani kuwa na mahusiano ya siri ya kujificha. Ajue kwamba hii kitu ni kitu kizuri, lakini tu kina muda sitakiwi kujihusisha nacho kwa sababu sijafikia age of maturity. Nikifika age of maturity nitaanza kujihusisha. Nitachagua binti wa kuweza kumuoa, nitachagua mkaka atakayeweza kufunga ndoa na mimi na tukaanzisha nini? Kaanzisha familia. Lakini mtengenezee mtazamo pia apende kuwa na familia, atamani kuwa mume, atamani kuwa mke, atamani kuwa baba, atamani kuwa mama, apende kutunza familia. Nimeshakutana na vijana, mtu wa Mungu, naweza nikakwambia kwenye hii generation ya sasa, maelfu na maelfu ya vijana hawatamani kuwa na familia. Unakaa na mtu unamuuliza, anakuambia mimi sitamani kuoa, sitaki kuolewa. Kwa nini? Na hivi vitu ni vitu vya ovyo. Kwa sababu wamekutana na mitazamo, wamekutana na picha, wamekutana na vitu ambavyo vinaonyesha hiki kitu sio kitu kizuri. Nataka nikuhakikishie, hata kama umepata failure kiasi gani kwenye mahusiano na familia, lakini ukweli kabisa ni kwamba hauwezi ukafurahia maisha kama hutakuwa na mwenza wa kufanya naye maisha, kama hutakuwa na familia, kama hutakuwa na watoto wako. Kuna level kwenye maisha ukiwa peke yako utaishi upweke usiokuwa wa kawaida. Utajihisi kukosa thamani hapa duniani, kukosa maana ya kuishi. So lazima umtengenezee mtoto wako mtazamo na kufanya maamuzi kuhusu maisha ya familia na ndoa. Usiwahi kukubali historia ya kufeli iliyotokea kwa wazazi, iliyotokea kwako ukajirudia kwa mtoto wako. Nini wazazi wako wamepitia sio makosa yako. Anachoenda kupitia mtoto wako, una direct control ya kuweza kukipinga na kuamua kitu kizuri kiweze kutokea kwake. Maamuzi ya 5. Msaidie mtoto wako kufanya maamuzi kuhusu afya yake. Mtu wa Mungu, afya ni kitu cha msingi kuliko ambavyo unafikiri. Ni ngumu sana kuweza kutimiza malengo hapa duniani kama hutakuwa na afya bora. Afya ni mtaji. Nimeshashuhudia vijana wengi kwa sababu tu hawakupewa maelekezo mazuri, wameishia kupata ajali, wamekatwa miguu, sasa hivi ni walemavu wa kudumu. Wengine wamevunjika viuno, wamevunjika mgongo, vitu ambavyo haviwezi kutibika. Hii ni kitu ambayo unaweza ukaitengeneza kwenye maisha ya mtoto wako, ukatibu, ukaweka kinga dhidi ya hizi ajali, dhidi ya haya magonjwa kwa kumpa maelekezo. So mfundishe mtoto wako na msaidie kufanya maamuzi kuhusu afya. Ajue kwamba nina wajibu wa kutunza mwili wangu, nina wajibu wa kutunza afya yangu, nina wajibu wa kutunza maisha yangu vizuri, ili nisiweze kufa kabla ya wakati, nisipate ulemavu wa kudumu ambao hauna ulazima wowote wa kuweza kutokea kwenye maisha yangu. Mimi nakumbuka nilipokuwa darasa la 3, mama yangu aliwahi kuniambia
nina mwili ambao haufutiki makovu kirahisi. Kwa hiyo nijitahidi sana nisichezecheze ovyo mipira nje. Unajua ile sentensi alivyoniambia una mwili ambao haufutiki makovu kirahisi, usichezecheze mipira nje. Ile sentensi ilikaa kwenye akili yangu. Ili resonate kwamba mimi nina mwili ambao nikiumia nitakuwa na makovu. Mimi napenda kuwa na makovu hapana. So nikawa najiepusha na michezo yote ambayo inaweza ikaniletea kujigonga, kutoboka, kupata makovu, kuumia. Imenisaidia sana mtu wa Mungu. Kwa neema ya Mungu, mimi sina makovu mengi kwenye mwili wangu, machache sana. Sijawahi kuvunjika, sijawahi kufungwa hogo, sijawahi kufungwa piopio yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kuna sauti ya mama yangu. Kila nikitaka kuvuka barabara ovyo na nikumbusha. Kila nikitaka kufanya So pamoja na kumuonya mtoto wako, mtengenezee fakti kama hizo. Muelekeze kwa nini hautakiwi kuvuta sigara. Sigara itakuharibu mapafu. Mapafu yakiharibika utapata kansa. Ukipata kansa utafupisha maisha, hautakuwa na afya. Bangi itakufanya nini? Muelekeze. Mwambie pombe ina nini? Mwambie hizi picha za ngono, kufanya masturbation na madhara gani. Mtoto wako anatakiwa kuwa na fact itakayomuongoza siku akiwa peke yake, ajue kwamba hiki kitu nakikataa sio kwa sababu mama hapendi, nakikataa kwa sababu ni kitu hatari. So msaidie kufanya maamuzi ya afya. Jambo la 6, msaidie mtoto wako kufanya maamuzi sahihi kuhusu marafiki na watu wanaowaweka karibu na maisha yake. Do you know kwamba maisha ya utoto, marafiki na pressure ya marafiki ina nguvu sana. Mimi nilikuwa mtoto na ninakumbuka tabia nyingi ambazo nilijifunza, mambo mengi ambayo niliyafanya, msukumo mkubwa ulikuwa ni marafiki. Sasa jitahidi kwanza kumsaidia mtoto wako ajue kwamba duniani kuna watu wabaya. Believe me or not, mtu wa Mungu, wako watoto wamelelewa vibaya, wamelelewa ovyo. Ni watoto wadogo lakini wana mambo ya ovyo, wana mambo ya kishetani. Msaidie mtoto wako awe na uwezo wa kugundua watu wabaya. Msaidie mtoto wako ajue nini kinakubalika mbele za Mungu, nini kinakubalika mbele za jamii na nini hakikubaliki. Mtoto wako anajua mbivu na mbichi. Aone kwamba nikiona matendo fulani nimekutana na mtu ambaye sitaki kuambatana naye. Sio kwa sababu mama hapendi, sio kwa sababu baba hapendi, ni kwa sababu hawa watu watanifanya niishie kwenye ulevi, niishie kwenye ubakaji, niishie kwenye madawa ya kulevya, niishie kwenye kulawitiwa, niishie kwenye uchafu wa kila namna. Jitahidi kumsaidia mtoto wako ajue watu wabaya na ajue jinsi ya kujiepusha nao. Jambo la pili unaotakiwa kumkinga na mtoto wako dhidi ya watu wabaya ni kumfundisha kujiamini na kuweza kusema hapana. Moja kati ya kosa ambalo wazazi wanalifanya ni kuruhusu kulea watoto ambao hawawezi kujitetea. Kwanza kabisa, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, naomba nikwambie, kama una mtoto ambaye ana shida ya kutokujiamini kuliko pitiliza, tunahitaji kuomba pamoja. Hiyo ni roho inayotakiwa ikemewe na ifutwe kwa maombi. Lakini pamoja na kufuta kwa maombi, kuna tabia za kumtengenezea. Nakumbuka nimewahi kumfanyia mtu mmoja counseling. Aliniambia yeye kutokujiamini kwake kulisababishwa na baba yake kuwa anamfokea sana na kutompa nafasi ya kumsikiliza. Huyu dada amekuwa ni mtu mzima lakini hajiamini, hawezi kujitetea. Do you know asilimia kubwa ya watu wanaofanywa vitendo vya ukatili kwenye maisha ya utoto, kwenye maisha ya ukubwa, wanabakwa, wanalawitiwa, ni watu ambao ile kalba ya kuweza kujitetea, ile kalba ya kuweza kusimamia haki zake hana. So jitahidi kumlea mtoto wako ajue kusema hapana, aweze kusema no, huo ni upumbavu, hauwezi ukanifanyia, ukinifanyia hivyo nitasema kwa mwalimu, nitasema kwa mzazi, nitakuripoti. Never hauwezi ukafanya huo ujinga kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wabaya duniani. Kuna watu akili zao ziko corrupted. Jitahidi sana mtoto wako aweze kujua namna ya kujitetea. Na jambo la 3, kumlinda na watu wabaya, monitor maisha yake. Mzazi hutakiwi kuwa mbali na mtoto wako. Pamoja na yote, kumbuka huyu ni mtoto. Mtoto ni mtoto kwa sababu ni mtoto. Unaweza ukajenga, kuna mwingine akawa anabomoa. So jitahidi kumonitor, kuangalia watu wabaya kama wameingia kwenye maisha yake au la. Kuna watu ni wabaya lakini kugundulika inahitaji mtu mwenye uzoefu wa maisha. Obvious wewe kama mzazi unaweza ukagundua.
Maamuzi ya 7 na ya mwisho ni maamuzi kuhusu ibada yake na maisha binafsi na Mungu. Ni kosa kubwa kuruhusu mtoto wako kuja kufundishwa kuhusu Mungu, kuja kumtafuta Mungu ukubwani. Ukisoma maandiko yalikuwa yanaeleza kabisa kwamba wazazi mwafundishe watoto yule Mungu ambaye nyinyi mnamtumikia. So tengeneza namna mtoto wako aanze kumjua Mungu wako. Tengeneza namna mtoto wako aone jinsi unavyomheshimu, jinsi unavyomtumikia, jinsi unavyomnyenyekea Mungu wako. Mtoto atajifunza kumheshimu Mungu anapoona mfano wa mzazi. Mzazi anamheshimu Mungu. Tengeneza muda wa kuwa unaomba naye pamoja. Mtoto asikie unavyomuomba Mungu. Aone kwamba hata hela yake ya ada unamuombaga Mungu. Do you know kwamba ni rahisi sana mtoto wako kuwajibika na nafasi ya masomo darasani akijua kwamba wewe huwa unamuomba Mungu akusaidie kupata hela ya ada. Jitahidi mtoto wako awe anakusikia unamuombea. Mtoto, unajua unapomfundisha mtoto wako kujua kwamba mama au baba huwa ananiombea na hivi ndivyo ambavyo ananiombea kwa Mungu, kwanza inampa kujua wazazi wananipenda. Lakini 2, inampa kujua kwamba kuna mamlaka kubwa zaidi ambayo naweza nikaiendea. So mtoto wako anaweza akawa siku ya siku hayuko na wewe, lakini akakumbuka kwamba niliwahi kumuona mama anaomba, niliwahi kumuona baba anaomba na yeye akaomba. So mfundishe mtoto wako kumjua Mungu, kumpenda Mungu na kumheshimu Mungu. Mtu wa Mungu, nafurahi kama umefanikiwa kunisikiliza hadi hapo. Mungu akubariki. Mungu akulinde, Mungu akutunze. Mungu akupiganie kwenye vita zako, akupe ushindi kila leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tukutane kwenye session nyingine, mtu wa Mungu.